kilio, huzuni na mashaka, wa kuogopesha na mateso. Siku ya kujaribiwa ni wakati wa kutabika, wa kilio, huzuni na mashaka, wa kuogopesha na mateso. Utajikuta uko mwenyewe, mbele yako bahari kubwa, nyuma yako adui wanakuja, ngambo na ngambo ni milima. Utatazama pande zote, hautapata msaada. Dunia utaiona ndogo na yenye uchungu. Uende wapi? Uende wapi wewe? Ufanye nini? Dunia utaiona ndogo na yenye uchungu. Uende wapi? La ujue kwa Mungu tu ndiye msaada. Ujue kwa Mungu tu ndiye msaada. Ujue kwa ingawa nimedharauliwa, ujue kwa Mungu tu unayo msaada. Ujue kwa ingawa ndiye msaada. Ujue kwa Mungu tu ndiye msaada. Wimbo huu niliutunga kuna miaka ya kutosha, lakini kwa siku hizi nasikia wimbo huu kuna nijia sana kila wakati, na nikaelewa, nikasikia, najisikia kuimba kwa ajili ya rais wetu, president wetu, son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nasikia kuimba wimbo huu kwa ajili yake, ajue ya kuwa Mungu tu ndiye msaada. Hata kama tunaweza angalia huku na huku, lakini Mungu ndiye msaada wa kweli. Ndio maana nimesikia, nimejitia moyo, nikamuomba Mungu nitie nguvu, niimbe wimbo huu kwa ajili yake. Naamini wimbo huu utamfikia, na ninajua atauelewa, atapata watu wa kumtafsiri. Najua hile. Mungu wetu asifiwe sana. Na baadaye nitasema kidogo kwa ajili ya sisi sote kwa ujumla. Wakati nikifikiri kwa ajili ya wimbo huu, nimeelewa, nimegundua, nasikia ya kuwa rais wetu anapita katika kipindi kizito. Kipindi kizito sana. Na nikaona picha ya Danieli katika tundu la simba. Danieli katika tundu la simba, anazungukwa na simba wakali. Maadui walimtupa katika tundu la simba. Simba wenye njaa, simba wakali. Tunajua sote meno ya simba. Yaani simba zilikuwa na vinywa wazi vimumeze Danieli. Lakini mlinzi wa ajabu, Bwana wa milele, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani, akafunga vinywa vya simba. Havikumzuru mtumishi wake Danieli. Nikaona picha ya Meshaki, Shadraki na Abednego katika tanuru la moto. Haikukuwa rahisi. Maadui walifanya mbinu wawatupe katika tanuru la moto. Lakini mfalme alipoangalia ndani, akagundua walitupa watu 3. Lakini mule ndani mko mtu wa 4. Akajiuliza, huyo mtu wa 4 na afanane na wanadamu? Mlinzi wa ajabu. Haleluya. Niliona picha moja ambayo watu walikuwa wanaonesha pale zamani mbele. Ilikuwa kama dessin, walikuwa wanachapa chapa. Sasa kulikuwa mtu mmoja ambaye wanachapa, yuko anakata mti. Alipokuwa akikata mti inaanza anguka. Akaangalia mbele yake kulikuwa bahari, maji
na mnayala mamamba. Akaangalia nyuma, kuko simba ambayo inakia inamfuata. Akaangalia juu ya ile mti ambayo inaanza kuanguka, anasema apande, kwa ile simba kulikuwa nyoka. Akajiuliza afanye nini? Afanye nini? Nikaona picha ya Daudi, mfalme Daudi. Daudi alipokuwa akipita katika majaribu ya ajabu, ngambo na ngambo kulikuwa magumu, shida. Daudi katika Zaburi 121 akasema, nitayainua macho yangu. Haleluya. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Haleluya. Msaada wangu ni katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wangu kusogezwa. Yeye anayelinda Israeli hasinzi wala halali usingizi. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda uingiapo na utokapo. Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda siku zote za maisha yako. Daudi alimtegemea Mungu. Daudi akasema, Bwana atanilinda siku zote za maisha yangu. Bwana atakulinda siku zote za maisha yako, ikiwa unamtumainia, ikiwa unamtegemea. Haleluya. Namuona Daudi, kijana mdogo, mbele ya Géant, mbele ya Goliati. Angefanya nini? Hakukuwa na hiyo masilaha makubwa. Alipimaka kuyatia, lakini yalikuwa mazito sana. Daudi akaenda kukamata mawe na mjereti gomeo lake, akamuua Goliati. Ule Mungu aliyesaidia watumishi wake, utaniambia walikuwa na imani kubwa. Hata ile kidogo yenye mtu anaweza kuwa nayo, Mungu anakuwa kanasaidia. Yule Mungu aliyepigania watumishi wake bado angali anatenda kazi mpaka leo. Aliyewaokoa wale watumishi wake bado mpaka leo angali anatenda kazi. Ni kuamini tu. Ni kuamini tu. Naona wana wa Israeli wakifuata na jeshi la Farao mbele ya bahari ya Shamu. Mbele ya bahari ya Shamu. Wanajiuliza watafanya nini? Watavukaje? Mungu akamwambia Musa, una nini mikononi? Nina fimbo. Akamwambia piga ile fimbo. Kidogo tu. Bitu ya fasili ya simple. Bahari kapasuka. Wana wa Israeli wakavuka. Walipovuka ngambo, Musa kapiga tena ile fimbo. Wakati watu wa Misri wote wanaingia ndani, wakaangamia. Baba habadiliki. Haleluya. Mungu wetu habadiliki. Kwa baba yetu rais, muda unaoupitia ni mzito sana. Bwana alinifunulia zaidi ya haya, lakini siwezi nikayasema kwenye mtandao. Lakini nikaelewa ya kuwa munahitaji sapoti yetu. Ndiyo maana naomba ndugu zangu, wale ambao ni wapatrioti, wanaompenda Mungu, wanaotarajia kwenda mbinguni, tumchukulie rais wetu. Tuchukulie nyumba ya rais wetu. Tafadhali, kwa upendo wa Yesu, tuwaombee. Neno lililonijia tena, nikaona huyu Daudi. Haleluya. Kitabu cha Zaburi 27. Daudi alijua nini ambayo Bwana alikuwa akimtendea. Alimtendea hapo kale. Daudi akasema, Bwana ni nuru na wokovu wangu, ni muogope nani?
Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni muhofu nani? Bwana ni nuru yangu, Bwana ni ngome yangu, ni muhofu nani? Ni muogope nani? Watesi wangu na adui zangu waliposimama, waliponijia ili wanile nyama, waniangamize, nipotee, nisionekanake tena, walijikwaa na kuanguka. Haleluya. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, sitaogopa, maana Bwana yu pamoja nami. Baba yetu rais, mwambie Mungu akuongezee imani kama vile Daudi. Imani haijawahi kushindwa. La foi ne échoue jamais, jamais. Katika Zaburi ya 46 akasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada, upatikanao tele wakati wa shida. Haleluya. Kwa hiyo hatutaogopa ijapo badilika dunia, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Mungu wa Yakobo alitenda mengi, alitendea Yakobo mengi, alitendea Israeli mengi, alitendea watumishi wake mengi, mengi sana Bwana alitenda. Yu pamoja nasi. Najua Mungu yu pamoja nasi. Mungu yu pamoja nawe. Watu wanaweza wakasema, ndugu zangu mnaweza mkasema, eti rais iko jinsi alivyo. Ndiyo, iko jinsi alivyo. Eti rais usimufananishe na watu wa kale, na watu wa Biblia. Wamoja wanaweza wakasema hivyo. Mnaweza mkasema lile mnaloliwaza, lakini najua Mungu ni mwaminifu. Mungu ana upendo. Na pia rais wetu ni mwanadamu, nao walikuwa wanadamu. Na Mungu kila anayemjia na moyo mkunjufu, Mungu anampokea na kumsikia. Mwanadamu ana madhaifu, mwanadamu ana unyonge, lakini Mungu ana uwezo wa kubadilisha madhaifu ya mwanadamu. Mungu ana uwezo wa kusafisha, wa kutakasa dhambi, wa kusamehe dhambi. Mungu ana uwezo wa kupana hekima na maarifa. Tukisoma kitabu cha Mezali sura yake ya 8, tukisoma yote tutaelewa. Ni kwa maarifa, kwa hekima wafalme walitawala. Kuomba hekima, hekima kutoka Mungu. Sulemani alimwambia Mungu, umenipa kundi, nipe hekima. Tuombe rais wetu na wasihi. Tuombe rais wetu, Mungu amsaidie, Mungu amutie nguvu, Mungu amuwezeshe, Mungu amupiganie, apate kuvuka maji mengi haya yanayomzunguka, apate kuvuka salama, apate kushinda salama. Nyumba yake inahitaji maombi yetu. Najua wamoja hawako patriot, wamoja wanaweza wakakwazika na message hii, lakini tujue ya kuwa Mungu hana upendeleo. Mungu wetu ni mwema sana. Inatosha damu ambazo zimekwisha kumwangika kwa ajili ya nchi ya Kongo. Imetosha, 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 imetosha. Tujenge Kongo ya amani, pamoja na Kristo, pamoja na Yesu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuombee rais wetu. Tumuombee ukingo, tumuombee ulinzi, tumuombee ushindi, tumuombee nguvu, tumuombee ujasiri, tumuombee. Na Mungu ageuze giza kuwa nuru. Ageuze madhaifu ambayo anaweza kuwa nayo iwe ya nguvu, awe na nguvu, amupe moyo mkuu. Tumuombee baraka. Tumuombee neema ya Mungu juu ya maisha yake, kama vile sisi pia tunahitaji neema ya Mungu. Tuombee nchi yetu sisi sote. Tuombee mke wake, tuombee watoto, tuombee jamaa lake. Mungu awasaidie. Yale ambayo hayaendeki, Mungu ayabadilishe. Pale ambapo hapaendeki, Mungu apasaidie mambo yaendeke salama. Haleluya. Tunajua Mungu ni wa rehema. Tukijiunga pamoja,
Alléluia. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Par la foi, nous avons confiance en Dieu. Notre pays sera sauvé, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Non. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Lazima na sisi tutoke katika giza. Lazima na sisi tungae. Na ninajua Mungu ni mwaminifu. Mara kwa mara kitabu cha Isaya sura 60 inanijia. Na ninapoangalia mambo yote ambayo yameahidiwa katika kitabu hicho, na ikamata yote na itia katika nchi yetu. Naamini Mungu atatenda makuu. Mungu atatenda miujiza. Haleluya. Na maadui wote wa nchi ya Kongo watashindwa. Na maadui zote wa nchi ya Kongo watashindwa. Kuna watu ambao wako wanasema eti, mbona rais kuna angalia misaada huku na huku, kuna huku, kuna huku. Haina shida. Ni kawaida ya wanadamu. Lakini rais wetu afanye pia tena kama vile Daudi. Haleluya. Haleluya. Ingawaje Daudi alifanya kazi, alipiganisha ngambo na ngambo, aliangalia huku na huku. Lakini Daudi katika kitabu cha Zaburi 121 akasema, nitayainua macho yangu juu. Msaada wa nchi ya Kongo ni katika Bwana. Msaada wetu ukatika Bwana aliye fanya mbingu. Haleluya. Msaada wetu ukatika Bwana aliye fanya na nchi. Haleluya. Mtumishi wa Bwana Ale Moloto akaimba katika wimbo wake Tu es Dieu. Akasema ile haya ya kwanza, même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Alléluia. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre dans mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il est fidèle. Il est le Dieu de notre pays. Il est le Dieu du Congo. Faisons-lui confiance. Il agira. Et il est en train d'agir. Car
Psalm 124. Zaburi 124. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja na nchi ya Kongo, kama zamani basha tumaliza, kama zamani tulishakaisha. Lakini ahimidiwe Bwana ambaye hatuache kuwa mawindo yao. Adui wa nchi ya Kongo wote watashindwa kwa jina la Yesu, na Kongo itasimama tena, itaangaa tena. Haleluya, kwa utukufu wa Bwana wa majeshi. Mungu awabariki. Nashukuru kwa kunisikiliza, na nashukuru sababu tutachukuliana kwa maombi, na Mungu wa mbinguni atakuwa pamoja nasi. Mungu awabariki. Ni mjakazi wa Bwana, Mama Miremi Tamba hapa. Amani kwenu, amani kwa rais wetu, amani kwa nchi ya Kongo. Amen.